Jina naitwa Flora Pasco Andrea, ni mkazi wa Mbezi Beach ila natokea Kagera. Mimi bwana nimekuja hapa kumshukuru Mungu kwa mambo aliyonitendea makubwa. Kwanza mimi nilikuwa dada wa kazi za ndani. Ndiyo. Nimefanya kazi za ndani kuanzia mwaka 2011. Kazi za ndani? Yes. Mimi nimesomeshwa na bosi wangu, mimi kanisomesha mpaka nilipofikia. Wakazi wa ndani? Yes. Ndiyo. Ilipofika 2017 ndo nilianza kujua madhabahu ya Inuka Uangaze ya Rise and Shine. Ndiyo. Kipindi hicho mlikuwa mpo Mwenge. Nakumbuka bosi wangu mimi hatakagi kitu. Alikuwa hataki mpaka leo. Naomba Mungu ambadilishe. Nilikuwa ninatoroka. Unakuja? Ninaenda Mwenge. Kuna muda ninaaga ninaenda shule, ninaenda Mwenge, siendi shule. Nikawa namuomba Mungu. Cha kwanza mdogo wangu alikuwa amepotea miaka 2. Nikawa namuomba Mungu mdogo wangu arudi. Kweli mdogo wangu akapatikana baada ya kuja kwenye maombi kutumia mafuta na maji ya upako. Pigia Yesu makofi. Baada ya hapo nikawa nimeacha kazi za ndani, nikawa nimerudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikarudi sasa, nikawa nimejipanga kurudi kuanza kupambana mwenyewe, sio kule kwa kazi za ndani tena. Ijapokuwa bosi wangu mpaka naondoka alikuwa ananiambia usiondoke kwa sababu kuna kitu kilitokea hapo katikati. Yes, akasema usiondoke, ngoja nitaongea na baba ukae. Nikamwambia hapana. Mwisho wa siku nikaa nimeondoka. Nikaondoka nikarudi hapa Dar es Salaam, nikaanza kupambana. Nilikuwa mimi mpaka nasajili line za barabarani. Lipa namba hizi nimetengeneza sana kwa wanaonifahamu. Yaani umetengeneza lipa namba hizi kwa watu Vodacom, yani nashinda. Unafanya hiyo kazi? Yes, juani. Lakini nikaja kukutana na watu sahihi. Kuna kipindi ulikuwaga unahubiri unasema Mungu akutanisha na watu sahihi. Ndio. Atakutanika nasema Mungu atanikutanisha, kweli akanikutanisha. Aliponikutanisha huyo mtu nakumbuka alinifundisha kutrade. Kuna sidhani kama watu kuna trading hizi za forex hiyo. Yes, akanifundisha. Nikaanza hivyo mdogo. Mwisho wa siku nikamaster. Ikafika muda naweza nikatrade hata nikaingiza dola 300, 400 mpaka 500 kwa siku. Nikaendelea hivyo. Baadaye kuna mabloka ambao wanasimama kwenye hiyo trading wapo nje ya nchi. Nikaomba kuwa wakala online. Niliomba kuanzia mwaka 2019, nilikuja kukubaliwa mwaka 2022. Muda wote walikuwa analijua, lakini kila mwaka nilikuwa naandika kwenye maombi yangu 12 kwamba ninahitaji kuwa wakala wa yule bloka. Na kweli mara ya mwisho alinitumia email akaniambia nimekubaliwa, nikaanza kufanya kazi. Yes. Baada ya hapo nikasema lakini mimi ninapata hela lakini sina mawazo ya kufanya biashara yoyote, sina kabisa. Nikaa nasikiliza na kuhudhuria yale makongamano yanayofanya kazi yale. Kwamba kuna muda, yani kuna kitu unatakiwa hata kama wewe sio mfanyakazi wa serikali lakini kuna kitu unaweza ukafanya. Kuna biashara. Nikaa nasema nitafanya nini? Mtaji ninao kweli, naona hela ipo, lakini kila nikiwaza cha kufanya sioni na sijui. Basi ilikuwa mwaka jana nikaandika tena, mwaka huu nikaandika tena. Ilipofika mwezi wa 3, sijui ni kitu gani kilinisukuma, ikaniambia Flora, naomba unyanyuke hapo uende ukapate flame. Nilianza kutafuta flame mwenyewe. Nilizunguka Kawe nzima. Mwisho wa siku nikaja kubahatika jeshini, hapo kuna flame za jeshi. Nikapata frame, nikafungua biashara ambayo ni ya simu pamoja na vifaa vya simu. Sikuishia hapo, nikasema hii biashara ya simu ninaweza nikafanya biashara nyingine ndani ya hii. Nikaanza kutafuta line za uwakala wa mitandao yote, nikapata. Nikatafuta mabenki, nikapata. Sasa hivi ni wakala wa mabenki yote, masimu zote Tanzania pamoja na simu na vifaa vingine. Yes, kwa hiyo ni eneo lako la biashara? Yes, ndio. Na nimejiita. Yule pale ni nani? Ni mimi. Ni wewe mwenyewe pale? Kutoka kwenye kazi za ndani
Pigia Yesu makofi. Clap your hands to Jesus. Yes. Nikawa nimeandika kwenye yani nishaandika maombi nipate biashara nikapata, lakini nikaona hii biashara bado mimi nataka iwe kubwa zaidi, nataka niwe nauza hata jumla na rejareja. Nikaanzaga kufuatilia. Hapo nilishafuatiliaga passport nikapata, nikawa naenda Kenya, nishaenda na wapi? Kenya, Rwanda. Yes, nikasema lakini mimi kuna mtu mmoja mfanyabiashara wa simu na vifaa vya simu akananiambia unapochukua mzigo hapa na kwenda mwenyewe China kuna utofauti mkubwa. Yaani ukienda kule basi ni ndo utapata. Nikasema basi sawa, nikaanza kufuatilia, nikawa nimepata kila kitu, zile invitation nini, sehemu ya kwenda kwenyewe kule sasa ubalozi wa China. Nimeenda pale ubalozi wa China nakuta watu, nasema hivi mimi nilikotokea kweli nitapata kweli? Sidhani. Lakini pindi sijaenda kule nilijipaka mafuta ya upako, nikasema Mungu naomba nitangulie. Mimi sitaki kuishia hapa. Nikaenda, nimefika pale kuna watu wanarudishwa. Unasubiri pale, kuna wengine wakwambia hamna nenda kuna kitu bado sijui na nini, wanarudishwa. Lakini nilipofika pale dirishani na nilikuwa natetemeka, lakini nilikuwa niko yani najitahidi tu. Kwanza ni unajitahidi hakuna tetemeka. Yes, ni mara ya kwanza kuingia pale. Nakumbuka kulikuwa kuna Mchina pale, akaangalia vitu vyangu, akaangalia passport, kila kitu. Aliniuliza swali moja, akamwambia I have a question. Akamwambia okay, is this your first time going to China? Nikamwambia ndio. Ndo swali moja niliulizwa. Moja tu nikakatiwa pale risiti ya kwenda kulipia. Wiki iliyofuata nikapata visa. Nikakata na tiketi kabisa, ambapo Jumapili ijayo tarehe 20 basi nina safari ya kwenda China kwa mara ya kwanza kabisa. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Clap your hands to Jesus. Mutaenda nje kirahisi sana. You'll go outside the country in an easy way. Kitu kingi. Sisi tumezaliwa kwetu ni watu wa kawaida sana. Toka nimezaliwa mimi nilikuwaga spendi nyumbani. Yaani sio kwamba spendi nyumbani, lakini mazingira ya nyumbani nasema hali iliyopo usifurahie. Nasema sipendi kabisa. Mpaka nikaandika ile maombi ya tarehe 1. Nikaandika ile mwaka jana, sio mwaka jana. Yes. Nikaandika mimi sipendi kukaa, yani kwetu nataka tuwe, yani hata ni mtu akiniambia uko nyumbani nakwambia njoo, au akambia upo wapi nyumbani, yani mtu akupigia video call unatoka pale unaenda njiani, ndo nilikuwa mimi. Unatoka nyumbani? Yes. Ili video call wasione nyumbani. Yes. Nikaandika kwamba nataka kujenga nyumba kirahisi. Nataka nyumbani tuwe vizuri. Amen. Na kweli namshukuru Mungu nimefanikiwa kujenga nyumba. Yes. Pigia Yesu makofi. Huko ni kijijini nyumbani. Yes. Ndio hiyo. Yes. Hallelujah. Glory to God. Sasa wazazi wanasemaje? Babangu paka anasemaga kwamba siku hizi kuna wale ambao walikuwa wanapita hapa anakuambia mpaka wananitafuta wenyewe, wananiambia Mzee Pasco. Wanaanza kumtafuta baba. Yes. Njoo hapa. Utukufu kwa nani? Nani mtenda miujiza? Who's a miracle worker? Sikiliza. Listen. Haupo kwenye familia yenu kwa bahati mbaya. You are not in your family by luck. Na utavunja record. And you break the record. Na haupo kwenye mkoa wako kwa bahati mbaya. And you are not in your region. Na utavunja record. Wewe sikiliza tu na uamini. Break the record. Just listen. Haupo kwenye taifa hili kwa bahati mbaya. You are not in this utavunja record. Chance. You break the record. Huyu kutoka house girl. From being a housekeeper. Leo. Today. Anaenda China. She's going to China. Usijidharau hata. Do not despise yourself. Mungu anafungua milango. God opens doors. Wewe tembea na neema ya Mungu. Amina. Mkimwangalia, nilikuwa naangalia kwenye picha yake ile. I was looking at the photo ya duka of a shop. Ni kama sio yeye. It's like she's not her. Hallelujah. Lakini Mungu amemtendea. But it's God who have done for her. Umefurahi? Sana. Umesema nyumbani wapi? Kagera. Kagera.
Watu wa mtaani sasa hizi wanamuita mzee wako mzee Pasco. Walikuwa hawezi kumuita hivyo. Yaani mpaka kuna baadhi ya watu wanamwambia mzee huyu analinga, tunampa miezi 4 tuone kama atakaa. Ilibidi nitoke hapa niende tufunge kwa maombi nyumbani. Ukamwage mafuta ya upako. Alikuwa ameshaanza kuwa kama chizi fulani. Anasema eti anasikia watu wanamwambia huwezi kukaa humu ndani, unakaaje kwenye nyumba nzuri kama hii wewe na wakati umetukuta hapa. Unasikia? Vijijini kuna mambo huko tutawashughulikia mpaka vijijini kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu hata tukipiga bati tu wanasema tutaona kama atakaa. Yaani uchawi ni umaskini sana. Witchcraft is poverty completely. Wanataka muondoe mtu kwa nyumba kama hiyo. They might remove somebody to binti amejitahidi amejenga. The girl have tried to build a house. Tutaona kama utakaa. Sasa tutaona kama wao wataishi. Kama ni wachawi wataanguka wao. Witches they'll be the ones to fail. Sasa wanafuatia nao maombi. Wanapenda maombi. Wanafuatia. Mpaka babangu ameokoka. Alikuwa ni mlevi sana. Ameokoka sasa. Sana. Ameokoka na alikuwa mimi toka nakuwa sikuwahi kumuona hata siku moja anaingia kanisani, lakini ameokoka. Mpaka tulivyoenda nyumbani mama anashangaa anasema mzee anaenda kanisani. Kwanza tulivyoenda kanisani tukamwambia tunaenda kanisani baba, akasema nendeni tu mimi. Tukamwambia, akauliza mkaenda kanisani gani? Tukamwambia, akasema nyie nendeni tu mimi nakaa hapa. Sasa tumefika kanisani, nafika ule muda wa maombi, tumekuwa mbele. Ghafla namuona babangu yule. Babako yupo. Kupitia wewe familia yenu itabadilika tu. Your family will change. Utukufu kwako Mungu kwa kumponya binti huyu. Ni mkono wako umetenda. Ukazidi kumuinua na kumfanikisha. Binti utazidi kuongezeka na kuzidishwa. I bless you. Amen.